wale ambao hufanya watu wakule na wakunywe, wakishinda kazi inakosa kujipa. Niseme hivi, tuko hapa na huzuni kubwa sana tunapoangalia ambaye tulitarajia atajenga nchi akiingia kwenye mchanga. And this is not a good thing in the sight of the hopeful young Kenyans. Huyu kijana alikuwa na ambitions. Huyu kijana alikuwa na tamaa ya moyo wake. Tutaenda nyumbani na mtaona ile nyumbani alikuwa ametoka ili akabadilishe nyumbani. Na siku ya leo hii ni destiny imelalishwa hapa, because someone just became careless, or someone gave careless orders. Haifai. Bunduki sio ya kutuua, ni ya kutulinda. Imenunuliwa na ushuru wetu, inilinde sio iniue. Boniface tuliona video, hakuwa hata na toothpick ya kudunga mtu. He was unarmed, hakuwa na silaha yoyote. Kwa hivyo, kwa sababu najua tuko na media nyingi hapa na bloggers, Rais wa Jamhuri ya Kenya, hii haifai katika nchi iliyokuaminia mioyo yao. Hii haifai. Na kwa sababu wewe ni kielelezo kizuri cha kushikanisha watu. You are a symbol of unity. Please call on your people and guide them about how to work. Wakati mfanyikazi amekosea, si mtu huita wafanyikazi wake, anawaketisha chini, anawafunza jinsi ya kufanya kazi. Rais, ita wafanyikazi wako, waonyeshe ya kwamba Mkenya sio adui, hapa ni nchi yao. Na sio vigumu. Wale vijana wanaonekana pale barabarani, kuna wale wako na a genuine cry for their nation. Give them an ear and listen to them. It is just that simple. Listen to them. Wale wanaharibu mali, wale wanaiba, wachukuliwe hatua, kwa sababu katika nchi ya Kenya tunaambiwa mkono wa serikali ni mrefu. Na hiyo ndio kilio cha askofu, kwa sababu huyo ni mshirika ameenda. Si hata mimi nimeenda hasara, sababu moyo nilikuwa nalinda, si umeenda. Sasa hii imenirudisha barabara, nifanye evangelism, kiti yake ipate mtu mwingine. Kwa hivyo polisi wetu, acheni kuua wananchi, wapatieni nafasi ya kuishi, watengeneze ushuru, mulipwe mishahara. Are we together? And as I come to a conclusion of what I wanted to say, na nyinyi wananchi, kama askofu, I will also call on you, kwa sababu nchi huharibika kwa sababu ya maamuzi mabaya. Nyinyi ndio mulitutoa asubuhi na mapema tukapige kura, na hii Murang'a ndio iliongoza wimbo, tukaenda sisi wote na tukaitwa siafu, si ndio? Sasa come 2027, mimi ninajua mmesoma, na kwa sababu askofu hayuko upande huu ama hapa, nitawaambia kitu kimoja. Machungu mengine unayopitia ni kwa sababu ulifanya maamuzi yasiyo na busara. Sasa miaka miwili inayokuja, uko na nafasi tena pale, uamke. Naonanga wengine wanabebanga mpaka githeri, uweke githeri kwa karatasi, usimame kwa laini muda mrefu, tena ufanye maamuzi mabaya. Itaturudisha wapi? Hapa.
ambia mwenzako nilikosea nchi. Si umwangalie vizuri kwa macho. Kama hakuangalii ujue huyo ndiye aliharibu kabisa. Muangalie, mwambie nilikosea nchi. Alafu kila mtu ainue mkono aseme ninaapa. Uchaguzi ujao sitafanya maamuzi mabaya na sitakosea nchi ya Kenya tena. Wekelea mkono hapa useme nchi ya Kenya nisamehe. Nilikukosea, sitakukosea tena. Wangapi wanaamini ndio walikosea nchi yao? Amen. Si ni ukweli? Na nilisema aje? Sasa unaona wananchi, saa hizi mko na slogans mingi. Lakini miaka ingine mngeulizwa amungesema, si ni ukweli? Lakini kuna kitu nilisema na nitairudia niseme hivi. Uwezo wa kubadilisha nchi upo katika mikono yenu. Lakini Wakenya hawaambilikangi. Kwa sababu ndio bado mnasemanga sasa mnabakisha mwaka 2. Tena mtuambia hata nyinyi wachungaji mpa mnyamaze. Sisi hatupa. Sasa acha niache kuingia hapo sana kwa sababu mimi ni askofu. Nikitoa hizi nguo hata mimi tupatane 2027 nikiwa Mkenya. Sawa sawa. Kwa hivyo viongozi wetu karibuni, na tunafurahi kwa sababu ya kuonyesha umoja kwa ile familia. Na katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza nataka nihubiri maneno matatu peke yake, niketi viongozi watuongeleshe tumalize mazishi kama haijakuwa usiku. Sawa sawa. Nataka kusema hivi. Despite what is happening in this nation, ambia mwenzako we still have strength in our pain. Simwambie sasa mimi nikihubiri tunarudishiana. Sawa sawa. Mwambie we still have strength in our pain. Sasa mwambie kwa Kiswahili tuna nguvu katika uchungu wetu. Sasa kuna wengine hawakusikia hizo lugha mbili za mbele kwa sababu ni wa hapa. Waambie kwa Kikuyu ni kure hinyo tigarite ruo-ine rwitu. Amen. 1 Thessalonians chapter 3. Kuna mahali nilikuwa nasoma na nikaridhika sana. That despite my pain I can still gather my strength. Baba na mama wa Boniface, katika uchungu wenu tafuteni nguvu, kwa sababu kuna nguvu iliyo katika huo uchungu. And when Apostle Paul was addressing Thessalonians, kuna mambo alisema. Reverend Muriithi, utanisomea from verse 1. Na mimi nafurahi sana vile viongozi wetu wametulia wasikize neno. Hiyo ina encourage. Sasa hata mnaweza ona nikitoa nguvu inaweza ponya kipofu. Kwa sababu ukiona wameketi hivi wanasikiza. Sasa gavana wa hapa sasa utulie nikuhubirie dakika kidogo. Paulo akinenea hawa watu, na hii kitu iwaingie wa Kenya. Unajua mimi napiganga kelele na mnasema Bishop Ben anapiga kelele. Halafu ninasema tu kitu kimoja, halafu mnasema na ni ukweli Bishop Ben alifanya nini? Alisema. Na kwa sababu mimi nawapenda, allow me to always tell you the truth because I care for you. Wathesalonike ni wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza. Basi kwa hiyo tulipokuwa hatuwezi kuvumilia zaidi, nyinyi akina nani? Nyinyi. Mimi niko sawa. Mimi mnajua huko nilikuwa, mimi mnajua mimi nilikuwa sawa huko. Mimi ni sawa. Mimi nilijaribu kupandisha baba mlima tukaanguka na mimi tulianguka na baba yangu tukambalisha mpaka viatu za sports. Sisi Sofinga hata mimi, lakini nyinyi ndio mnasemeheanga. Sasa mimi tulijaribu tukapanda na hapa wakati huo ni Mwangi wa Iria alikuwa gavana, akatuzimia sauti stima huko Ihora. Sasa safari yetu ikakuwa ngumu kuanzia wapi hapo, lakini sasa mimi niko sawa, mimi ni askofu, lakini wakati huo nilikuwa nimeonyesha marangi yangu ni gani. Lakini sasa baada ya hiyo kuna watu
wameshindwa kuvumilia. Tulipokuwa hatuwezi kuvumilia zaidi, saa hii tuliona vema kuachwa Athene peke yetu. Wakati tuliona hatuwezi kuvumilia tena, tukaamua kuachwa Athene peke yetu. Praise the name of the Lord. Amen. Tukaamua kuachwa Athene peke yetu. Lakini ni kwa sababu gani? Kwa sababu tulishindwa kuvumilia what was happening. We decided to be left alone. Kwa sababu tulishindwa kuvumilia. Mambo mengine unaona watu wakiamua hata heri wabaki peke yao, ni kwa sababu wanashindwa kuvumilia. Praise the name of the Lord. Wakashindwa kuvumilia, wakabaki peke yao. Tukamtuma Timotheo ndugu yetu. Sasa katikati yetu tukachagua mtu ambaye mnaweza kusikizana, kwa sababu sio watu wote hutumwa. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna sio watu wote hutumwa. Hata mkikosana na bibi yako, usitume mtu yoyote. Unaweza tuma mwanaume akaongeleze bibi yako, aende akiendaga, aidha kwa maneno mazuri ya sauti ama aonyeshwe kile hauna, na aone kumbe unamsumbuaga na una upungufu wa mahali fulani. Wakati tuliangalia tukaona yule mtu tunaweza kutuma kwenu ili awaongeleshe ni Timotheo. Praise the name of the Lord. Sijui kama tuko na Timotheo hapa. Sasa acha tuangalie katika maandiko kama tuko na Timotheo hapa. Sababu hapa sijui hapa labda ni nani tu hataki kuwa, labda Masi Nongali hataki kuwa rais. Hawa wote wanataka kuwa rais. Sasa sijui kama hapa tuko na Timotheo. Kwa sababu sio watu wote, na watu waelewe vile ninasema, sio watu wote utumwa. Wakachagua mtu alipata mzuri wa kuongeleza hao watu, wakatuma Timotheo. Naye ni mtumishi wa Mungu. Naye Timotheo tulimtuma kwa sababu tunamjua ni mtumishi wa Mungu. Katika injili ya Kristo. Katika injili ya Kristo. Mambo ya Kikristo are handled spiritually because things are spiritual. Yule tulitafuta ambaye imani yake imekomaa, yule tulitafuta ambaye imani yake ndiyo itafaa watu waliokuwa wakiongeleshwa, tuliona mtu wa imani hiyo, jina lake ni Timotheo. Praise the name of the Lord. Amen. Hata nyinyi wakati mtakuwa mnaenda uchaguzi, angalieni mtu amekomaa katika mambo ambayo mnaenda kufanya. Kukomaa ni kitu cha maana sana. Sasa tuko hapa kwa sababu kuna polisi hakuwa amekomaa. Ametoka kambi, amepatiwa bunduki, anataka kutest vile inaweza fanya kazi. Sasa huyo alifaa hata sio vile kabla aende jela, kwa sababu ataenda, alifaa kwanza kwenda kule kunaibiwa ng'ombe. Praise the name of the Lord. Kwa sababu mambo mengine ni kutokomaa. Tunaona polisi wengine wakisema tusiue wa Kenya, tuongeleshane. Tuliona polisi wengine wakiosha raia macho pia gasi itoke. Bado kuna watu wazuri katika polisi, lakini kuna wale sasa kama huyu, lugha mzuri ya kutumia ni hana haki, na ndio unaona analenga za wengine. Praise the name of the Lord. This is uncalled for. Kwa sababu kuna mtu hakuwa amekomaa. Wao wakaangalia yule aliyekuwa amekomaa katika mambo ya imani ili akaongelelea imani ni Timotheo. Praise the name of the Lord. Amen. That is why unaona politically tuko na mbunge anasimama, anashika microphone kama hii yangu, anaongea, anafikiria, anasema vizuri, lakini upande huu mwingine wa TV tunaona matope. Yeye kwa macho yako, masikio yake anasikia vizuri. At shoot to kill in a nation where life is precious. Very shameful. Ili kuwafanya ninyi imara na kuwafariji kwa habari ya imani yenu. Timotheo alikuja ili awafariji katika imani yenu, kwa sababu in every area of life kuna handler
na handla wa imani yenu ni Timotheo, alitumwa ili awatie nguvu katika imani. Mtu asifadhaishwe na dhiki hizi. Sasa sikiliza hapa, na hapa nataka niwatie moyo. Mtu asifadhaishwe na dhiki hizi mnazoona hizi. Hii ni dhiki. Praise the name of the Lord. Amen.